Young Africans wakikutana na timu hatari sana in terms of fitness, Young Africans watapata shida kubwa sana, lakini inaonekana Young Africans ni bora ni kwa sababu ya aina ya mpinzani ambao wanakutana naye, lakini Young Africans kuna vitu bado havijakaa sawa in terms of fitness, jinsi ya rhythm timu ikiwa inaanzisha mashambulizi, momentum yao, uharaka wa passes, wamekuwa wakipiga sloping passes nyingi sana hususan first half. Ukiangalia second half baada ya kuingia Shehani kina Celeste na kuwa kuna vitu ambavyo viliongezeka, utulivu ndani ya box, utulivu wa passes. Kwa mimi naamini Young Africans kuna vitu vingi sana kufanya kuwa sawa kabla jana kwenye mechi ya kimataifa. Kuna vitu especially namna ya uanzishaji wa mashambulizi, especially namna ya kulinda ukuta, kwa sababu ukiangalia hata mistakes ambazo wanazifanya kwenye yard labda mita 30 ama 25 kwenye goal lao, kuna vitu ambavyo wanatakiwa badilishe. Coach, Young Africans msimu huu kama wanataka kufanikiwa inabidi recruit sana. Yani sawa unaweza kumsikiliza afisa habari akizungumza, yeye anaongea kama afisa habari, lakini yeye mwenyewe anajua Young Africans wasipobadilisha coach wa fitness msimu huu kuna vitu vingi sana vitawakuta. Young Africans yani first half jinsi ambavyo walicheza ni sawa na yule kila mchezaji hakai kambini anatokea kwake, yani anakuja tu amekutana. Ni sawa leo hii sisi Afya Radio twende sehemu tucheze mechi kwa sababu hatuna fitness, hatuna mazoezi ya kutosha. Hivyo ndo Young Africans ilivyocheza first half, lakini second half baada ya coach kuona na kufanya mabadiliko kuna kitu ambacho kilionekana, lakini Young Africans in terms ya mbinu zinaonekana. Sasa ni kitu gani ambacho mwalimu anaweka mbinu zake, lakini fitness imekuwa chini sana kwenye baadhi ya wachezaji. Angalia in terms of backline ya Young Africans, Job Mwamnyeto wakipelekewa pressure kwa asilimia kubwa, kuna mistakes ambazo wanazifanya. Kwa Young Africans kuna vitu vingi sana vya kubadilisha. Ngoja tutafanya kuwa suluhisho la upatikanaji wa magoli muendelezo. Mimi binafsi ninavyomuona Andy Boyle kwa jana alivyocheza, unajua utofauti wa Andy Boyle na Prince Dube. Andy Boyle anaonekana na utulivu sana. Prince Dube anakosa utulivu. Kwa mfano ile nafasi ambayo anaenda kufunga bao la 4, naamini kwa 100% angekuwa ni Prince Dube pengine asingeweza kufunga. Kwanza Prince Dube amekuwa na kitete sana. Na hii inatokana na pressure ambayo yuko nayo kwamba ana muda labda hajafunga bao. Umeona? Sasa Prince Dube anakosa utulivu kwenye eneo la mwisho, lakini pia ana uwezo wa kukaa na mpira muda mrefu, au yani miguu yake haina nguvu kama Andy Boyle ambavyo yupo. Ukimwona Andy Boyle ana uwezo wa kutuliza mpira, ana uwezo wa kukaba kwa nguvu akapoka mpira, lakini hivyo vitu kwa Prince Dube havipo. Kwanza Prince Dube amekuwa muoga sana hata kufika kwa wapinzani kwenda kupress, amekuwa ni muoga sana, hawezi kumfika mtu. Lakini Andy Boyle anaonekana ana uwezo wa kumfika mtu, ana uwezo wa kuupoka mpira vizuri, lakini pia ana uwezo wa kukaa na mpira tofauti na Prince Dube ambavyo amekuwa akifanya. Kwa hivyo mimi binafsi yangu naona kwa performance ya jana ya Andy Boyle hatuwezi kusema ni upepo ulimpitia, lakini alipewa nafasi akaenda kuonyesha ambacho yupo nacho. Mimi naamini kama ataendelea kupata confidence ya michezo 3 mfululizo anaanza, pengine anaweza tukaona anaanza kufunga sasa, au akawa na msaada mkubwa kwa Young Africans, kwa sababu mimi naamini Andy Boyle amepitia nyakati ngumu pia na yeye kutoka amefika pale Yanga, lakini wachezaji huwa wanabadilika. Tumeona wachezaji kadhaa wanakuja wanaonekana kama wako vizuri, lakini baadaye wanabadilisha performance na wanafanya vizuri. Kwa hiyo mimi naamini kwa Andy Boyle kufunga bao 2 jana kuna kitu ambacho kimemuongezea na yeye kwenye uwezo wake wa kupata nafasi ndani ya Yanga, kwa sababu mchezaji anapopata nafasi anakuonyesha kitu, anakushawishi wewe mwalimu hata mchezo unaofuatia kumpa kipaumbele sana, au pengine hata kumtumia kama first 11. Kwa sababu jana ameingia, umeona ameongeza kitu kwenye eneo la ushambuliaji, timu ikaanza kushambulia pia. Hata kwa Celestine kuwa kuingia kwa Shekani kuna kitu cha ziada kiliongezeka kwa Young Africans. Kwa mimi nafikiri bado Pedro ana wakati mgumu sana kujua namna gani ana uwezo wa kuitengeneza safu imara ya ushambuliaji Young Africans. Lakini pia pengo la Clement Mzize pengine na lenyewe limeleta changamoto. Unajua kuja kuleta muunganiko tena wa Max Nzengeli, Pacome Zuzu. Hao ndio watu ambao walikuwa naelewana sana msimu uliopita, na ndio maana wengi wao wote
walikuwa wakiassist na kufunga, si ndio? Kwa hiyo pengine kumkosa mtu kama Mzize, unajua Mzize alikuwa ni mtu ambaye anatumia jitihada zake binafsi, pengine anashuka chini, anachukua mipira, ana uwezo wa kukaa kama wings, ana uwezo wa kukaa kama mtu wa mwisho, umeona? Kwa hivyo alikuwa na faida nyingi sana. Nadhani hata Pacome Zouzoua na Max Nzengeli ukiwauliza katika eneo la ushambuliaji walikuwa na enjoy kucheza na mtu kama nani, nadhani watakwambia ni Clement Mzize. Kwa hivyo mimi naamini Andy Boyle kama atapata nafasi anaweza akaja kuwa na kitu cha ziada. Hakuna ambacho mpaka sasa Pedro Goncalves kakiongeza. Bado. Kuna kitu kakiongeza. Kipi? Ambacho amekiongeza ni Yanga kutokumruhusu mpinzani kukaa na mpira muda mrefu. Lakini hilo na lenyewe bado halijatimia kwa 90%. Yaani kama limetimia ni kwa takriban 60%. Ile Yanga ya Gamondi na Nabi ilikuwa ikuruhusu mpinzani ukae na mpira muda mrefu, na ndio maana ilikuwa na possessi sana. Lakini jana kuna nyakati Yanga walikuwa wakipoteza mpira. Kuna muda KMC alichezea mpira kama dakika 2 hivi, Yanga hajauchukua mpira. Lakini wakati game inaanza Yanga walikuwa wakipoteza mpira, wanakuwa wako sharp sana kwenye kurudisha, kwenye kuupoka. Unajua coach Yusuf, naelewa unachokisema. Sawa. Ukiangalia first half Yanga dakika 20 za kwanza ulikuwa unasema Yanga imeimarika sana in terms of fitness. Lakini kadri muda unavyozidi kwenda kuna kuna vitu unavyoona stopping pass na kwa nyingi sana. Yani kuna wakati KMC ni yule tu sharp wao kwenye ukipata mpira eneo la mwisho wanafanyaje. Ndio maana nimesema kukutana na timu hatari ambayo inaweza kuchagua moments, weka na mpira. Pedro bado hakuna kitu cha ziada sana ambacho kimeongezeka, lakini naona kama ni kocha ambaye anajua kufanya sub au mabadiliko. Unaona kubadilisha game. Ndio. Hatukutegemea kama mtu kama Shekani ataingia kwenda kucheza namba 10. Lakini jana aliingia, akaingia Celestine Ekua. Lakini pia hata jana approach yake kwenda kuanza na Ofen Chikola, labda tutegemea tumuone Edmund John anaanza au Celestine Ekua kwa sababu alifanya vizuri kwenye mchezo uliopita. Lakini haikuwa hivyo. Kwa mwisho wa siku mimi naamini tumpe nafasi pia na yeye Pedro, huenda akaibadilisha Young Africans ikaja kuwa kwenye level fitness nzuri na ikaendeleza pale ambapo ilishia. Lakini pengine mimi nasema ubovu wa Mudathiri haya msimu huu, yani kiwango cha Mudathiri kuwa chini msimu huu pia na chenye ni sababu kubwa sana za Young Africans kutokufanya vizuri. Kuna scenario moja, sawa? Wewe ni kocha wa fitness, hususan kocha wa fitness. Sawa? Umeajiriwa kwenye taasisi fulani. Umekuta fitness level ya wachezaji wako iko chini, sio? Kuna vitu unatakiwa ufanye. Yani kuna aina ya mazoezi ambayo unatakiwa uyaweke ili kurudisha ile fitness ya timu yako kwa ujumla. Ukimwangalia Mudathiri Yahya basi, sawa? Ukimwangalia kina Maxim pia Nzengeli, yani kuna wakati inabidi uset up magroup yako, ni aina gani ya fitness level ya wachezaji nilionao. Yani mtawagawa, si wagawi kwa ubaya, la hasha, lakini kwa aina ya fitness walionayo mtagawa kwenye makundi matatu, au na A au na B au na C. Wale wenye C mtatafuta aina ya mazoezi ili kuregain ile fitness yao kwa 100%. Lakini kila siku hata nikijaribu kuangalia mazoezi ya Young Africans wanachanganya aina ya mazoezi yale. Yani kocha wa fitness amekuwa hana kitu kipya cha kubadilisha hata wale ambao hawana fitness. Uone hiyo ni athari? Yani ukisema kuchoka, kuna nyakati timu zilikuwa zinafanya vizuri za mataifa mengine, wanatumia squad yao ile takriban misimu 6, timu inakuwa kwenye performance ile na matokeo wanapata. Sasa kwa Young Africans mimi naamini bado hawajawa bora msimu huu. Hawajawa bora kwa sababu gani? Hata jana wamewafunga KMC kwa uzembe wa safu yao ya ulinzi. Angalia goli zote ambazo Yanga wamefunga jana. Angalia goli, nitolee mfano labda goli la Maxim pia Nzengeli. Wakati Mohamed Hussein anapiga pasi kwa Dube. Dube anampa Nzengeli anampa Pacome Zouzoua. Tayari wakati Pacome anachukua mpira, Maxim pia alikuwa ameshaingia kwenye box. Ile marking ya defense line ya KMC ilikuwa iko chini sana. Na ndio maana wakampa urahisi wa kuwa free mpaka anakuja yule defender ambaye alikuwa anaenda kumkaba Nzengeli wakati anaenda kufunga bao, ndo anakuja kushtuka kwamba Nzengeli amepita. Umeona? Hilo ni bao la kwanza. Bao la pili ambalo Pacome Zouzoua anafunga, madefender wawili wote wanalala chini, wanaupita mpira. Ina maana walitangulia kwenye tukio
kabla ya mpira kufika, na ndio maana Pacome Zouzoua akawa free akaweza kufunga bao. Haya, bao la Andy Boyle la penalty. Angalia Boyle anazuiliwa na mtu kiuze. Yaani ni penalty ambayo kiukweli mimi naweza nikamlaumu sana yule mlinzi wa KMC, kwa sababu huwezi ukamzuia mtu kwa staili ile ndani ya box. Umeona? Ndani ya box ni kama alimshikilia, sio kumwekea kumzidia njia. Kama unakumbuka kuna tukio moja Pacome Zouzoua aliingia kwenye box, aliwekewa mwili, akaenda pembeni akaukosa mpira, lakini alikuwa ameshawatoka walinzi wa KMC. Sure. Sasa Andy Boyle tayari alikuwa kwenye nafasi ya kwenda kufunga, si ndio? Yule beki akaenda kumngangania Andy Boyle. Ni bora mara 100 angeendelea kukimbia yeye pamoja na Andy Boyle. Andy Boyle alikuwa na hiyo confidence ya kuscore. Angekuwa labda striker hatari ambaye ana muendelezo wa kufunga kwenye mazingira kama yale, unaweza ukasema huyu ndo nimemzuia kwa sababu huyu angeendetea shida. Lakini kwa performance ya Boyle uwezi ukamzuia kwenye mazingira kama yale, ulikuwa bado na uwezo wa kukimbia naye, na pengine ungeenda kumwekea kizuizi mwishoni kabisa kwa engo. Lakini hilo ni bao la 3 ambao ulikuwa ni uzembe wao binafsi kabisa. Angalia bao la 4, wakati pasi na Celestine Ekua anapiga pasi kwa shida sana, maana Ekua nimemchunguza ni mtu ambaye mguu wake wa kulia hauna nguvu sana au hauna matumizi mengi sana, anategemea sana mguu wa kushoto. Angalia mazingira ambayo anaipiga pasi, inamkuta Andy Boyle, bado walinzi wawili wanamzuia, lakini wanashindwa kuupoka mpira katikati yao, anaenda anawadhibu bao la 4. Kwa hiyo mimi naamini performance ya Yanga jana ilikuwa iko chini sana. Walienda kufunga kwa sababu tu ya aina kwa sababu ya uzoefu wa mchezaji mmoja kwamba ukipiga mpira kwenye njia sahihi tunaweza tukafunga, lakini sio kwamba walikuwa na performance nzuri. Na asilimia kubwa wachezaji wa Yanga kama anavyosema Cholo kwamba fitness level yao haiko sahihi kabisa, yani bado wako chini. Mtu ambaye ana matumaini kwenye Young Africans ni Dickson Job, golikipa Diala, Pacome Zouzoua, Max Nzengeli, ni watu ambao bado unaweza ukasema wana energy ile ambayo walikuwa wanaitumia kipindi chote ambacho tunaona toka msimu ambao umepita. Kwa hivyo naamini wanaendelea kubadilika Yanga, kwa sababu tunawaona jana wamecheza kipindi cha kwanza, wameruhusu bao, lile bao timu yote inaweza kufunga ambalo waliruhusu wao, kwa sababu imepigwa free kick, golikipa ameucheza mpira, marking haikuwa ya uharaka, ndio maana Saliboko akaenda kufunga bao. Kocha hawana muda mrefu sana. Ukimzungumzia Pedro, ukimzungumzia Pantev naye, yani hawana muda mrefu sana, ndio maana wanafanya hata magroups kwa magumu sana, kwa sababu hizo timu zingine walimu tangu pre-season walikuwepo, lakini Simba na Young Africans wamekuwa wakibadilisha walimu siku za hivi karibuni. Mimi naamini hata nilikuwa nikimsikiliza Pantev akisema hii pena itaenda kutuathiri, japo sio sana, lakini itatuathiri kwa sababu kuna wale first 11 ambao tulikuwa nataka tuinject falsafa zetu, lakini tutashindwa kufanya hivyo kutokana na national team. Kuna wengine wanaitwa nje, kwa hiyo tutashindwa kufanya hivyo. Kwa hiyo mimi naamini mchezo tarehe 14 baada ya hapo watu wanarudi. Mchezo tarehe 14. Tarehe 14 una siku 6 of course za maandalizi mpaka tarehe 21. Unaamini siku 6 zinatosha kufanya hiyo? Sio wachezaji wote, kwa maana Simba nadhani wachezaji 4. Ni wengi hao. Wengi. Sasa si hao ni first 11 wote. Angalia kuna Kagoma, kuna Shomari first 11 au tayari. Morris. Sasa mtu kama Morris Abraham sasa hivi ndo mchezaji ambaye ni key player pale Simba. Unayopenda kumuita national team. Aondoka mbele zaidi. Mimi naweza nikatolea mfano kwa wapinzani wao. Unaona Simba angalia sasa hivi ambapo wachezaji, kila mchezaji Simba anaingia sasa hivi anaenda kukuonyesha kwamba ana kitu. Yani utofauti wa Fadru na kocha mpya. Fadru alikuwa ana sabu kiukweli. Fadlu alikuwa hana sabu ya maana. Sio kwamba alikuwa hana wachezaji, lakini alikuwa hana mabadiliko ambayo yanaweza akaleta matumaini kwa Simba pale ambapo imezidiwa. Lakini hapo sasa tunamwangalia kocha mwenyewe, atuangalie wachezaji kwamba anakosa maamuzi sahihi. Lakini kocha ndo kiongozi, yani unapoitwa meneja kwenye benchi la ufundi, ina maana wewe ndo vitu vyote unavimanage. Kwa hiyo hata huyo kocha wa fitness lazima atakuwa yuko chini yake. Kwa hiyo ukiona fitness level ya wachezaji wako haiko sawa, lazima uzungumze na mwalimu wa fitness. Kwa hivyo mimi naamini kwa mfano ninaotolea kwa Simba ambao wamebadilika, kila mtu anawaona. Simba sasa hivi akiingia mtu akinyanyuliwa kutoka bench, anaenda anakupa kile ambacho alikuwa anakifanya yule ambaye ametoka. Simba wamebadilika, wamerejesha ule mpira wao wa speed, mpira wa kasi.
lakini kwa wapinzani wao Young Africans bado na wao wanaendelea kustruggle. Kwa tusubiri kuona kama Cholo anavyosema, wakimbadilisha kocha wa fitness labda kuna cha ziada kitakuja, lakini pia mbwembwe za sisi wa Tanzania wakati mwingine tu tunazipunguza tunapokuwa tunasajili hawa watu. Awe mchezaji awe kocha wa fitness, kocha mkuu. Kwa mfano huyu kocha ni yule raia wa South. Yeah, of course. Mbwembwe nyingi, gym yule labda ni mtu wa fitness za gym. Sio kwenye uwanja wa mazoezi. Modo yule. Yeah. Unajua Abu, kuna jambo moja. Unapoleta coach wa fitness, ndio maana Romodo Lokotodrabi kuna vitu alishindana na Young Africans. Yaani coach yote anapokuja huwa anatembea na assistant coach wa fitness na video analyst. Yale maneno ni sensitive kwenye bench la. Unajua Young Africans hii misimu yote na hususan ni msimu uliopita walikuwa wakibadilisha sana walimu, walikuwa na coach wa fitness mzuri sana. Yeah. Alikuwa ni ule raia wa Morocco. Kwa kuna namna ambavyo timu ikiwa na sajili, angalia ni mtu gani ambao unamleta. Yaani sio tu usiangalia alifanya vizuri sehemu gani. Alafu kuna maeneo crucial. Leo hii kocha wa fitness wa Simba kama Sau ni yule chini ya Fadlu Davis. Yule. Kwa kuna namna ambavyo anaijua timu. Young Africans kuna kipindi walimuondoa ile kocha Tariq akarejea tena, alikuwa anaja akarejea, yule Agamondi pia akarejea msimu uliopita. Kuna makocha wawili, kuna yule Morocco na yule Mtunisia. Wale makocha wa fitness Young Africans walifanya vizuri. Kuna wakati msimu ulioisha unaweza kubadilisha hata walimu 7, lakini kama fitness ya wachezaji ipo kwa 100%, mwalimu kazi yake inakuwa ni simple, ana inject tu mifumo yake na kuamini, yani kwa 100%. Young Africans ana squad nzuri sana, lakini kama mimi nakwambia Young Africans, yani kocha na mbinu, lakini kocha anaweza kuwa mzuri, lakini aina ya coach fitness ambayo yupo Young Africans ni vitu gani ambavyo anaweza akawapa mazoezi sahihi kutokana na mbinu. Yani inavyoonekana Pedro ana mpira wa kasi, anapenda hizo transition movements, lakini je, fitness ya wachezaji ipo kwa 100%? Nadhani haya ambayo tunazungumza kwenye CAF Champions League November 21, watu wanatamani sana kuyaona. Haya ambayo tunazungumza ni hiyo effect, kwa sababu kwanza hapo Yanga ana nafasi ya kwanza kujiandaa kwa wachezaji ambao, yani huu muda leo tarehe 10 una siku almost 10 za kufanya preparation. Huu muda wote unaweza kufanya kila kitu kuhakikisha kwamba chama lako linakuwa vizuri. Na mimi ningekuwa kama kocha wa Yanga, ningejaribu kuwashawishi wachezaji ambao wamehitajika national team, pengine wasingeenda kujiunga na national team kwa sababu wanaenda kucheza ni game ya kirafiki, sio game ya mashindano. Ni game ya kirafiki, lakini pia taifa ambalo wanacheza nalo ni levels moja tu, wanaweza wakatumika wachezaji wengine, timu ikafanyaje ikapata matokeo. Hata na wao hawa makochi wa national team kuna nyakati wao wanawatazama wachezaji kwenye ligi yetu ya nyumbani, wanakuwa wanawapa kipaumbele kama Simba na Yanga, kwamba hichi kipindi wanajiandaa Simba na Petro Atletico. Ule ni msuli mgumu kabisa. Yanga na FAR Rabat. Ule ni msuli na wenyewe. Kwa hivyo unawaachia muda watu kama wakina Dickson Job, hawa watu kama wakina Shomari Kapombe, ni watu ambao wanakuwa wanatumika sana. Sasa ukishamuita national team, unajua kabisa anakuja kucheza national team game ya kimataifa. Akipata injury na ni mchezaji tegemezi kwenye klabu yake na anaenda kucheza game za kimataifa, tena wanaanzia nyumbani. Kwa hiyo mimi naamini kuna nyakati hao makocha wa timu za taifa wao wanaangalia namna gani ya kuwabalansia na muda wa wachezaji wetu, kwa sababu mimi naamini watakuwa wanatumika sana. Hizi games zingine zinakuwa hazina maana, sio lazima uwaite wachezaji wa muhimu. Kuna Rashid Chambo wa KMC, mchezaji mzuri, muite akapata experience, muite aende national team, na yule mimi nakwambia akai KMC. Chambo lakini alikuwa Coastal. Ndio akai KMC, kiwango kinaendelea Coastal Dodoma Jiji kuongezeka. Yani mimi nakwambia yule hawezi kubakia pale KMC. Kwenye hilo of course nadhani kuna mantiki, kuna make sense kwa sababu